Asanteni sana. Toa Biblia yako pale ulipo. Fungua na mimi Yohana wa kwanza mlango wa 3. Soma mstari wa kwanza hadi wa 3. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. Andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe kwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Asante Bwana majeshi kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa kutuweka hai. Asante kwa kututetea kwa upendo wako. Naponena nasi Jehova, tusaidie tuinuliwe. Tutoke hapa Jehova tukiwa na jambo katika mioyo yetu, katende kazi katika maisha yetu, tutakayo tufikisha katika hatua nyingine. Ni kwa jina kuu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu anaandikia kanisa 7. Bwana Yesu anatuandikia sisi ndio kanisa. Na anatuambia yako mambo ambayo ni lazima pia tuenende mbele tukayakamilishe. Kwa sababu ametupenda upendo wa kipekee. Anasema kwamba ameona ya kwamba majina yetu ama jina lako na jina lako liko mahali pazuri na limelindwa na limependwa na limetetewa na ufalme wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo Bwana Yesu anaishi kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu anaishi kwa ajili yako, yuko hai kwa ajili ya maisha yako. Na akiwa hai ndani ya maisha yako, anakusaidia kukamilisha safari aliyoianzisha ndani yako. Anakusaidia katika kila namna kufikiria ule ushindi ambao alikuwa amekutayarishia. Haleluya. Haleluya. Wajua vita vinapigwa na mashujaa. Amepigwa na mtabani wa baridi na ameanza kutetemeka. Hivyo utashindwa. Utashindwa kwa sababu adui anataka mashujaa. Bwana Yesu asifiwe. Adui anataka yule ambaye anajitambua na anajua anayekaa ndani yake ni nani. Na ukitambua yule ambaye anakaa ndani yako, haijalishi hali ambayo unapitia. Kwa sababu mchungaji hakusababisha hali ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mume wako wewe hakusababisha hiyo hali, mke wako hakusababisha hali. Wewe si mzazi wako, wewe si mtoto wako, lakini yule mwovu na shirika lake na jeshi lake, yule ndiye anawajibika na jambo lolote ambalo linaenda kinyume na watumishi wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomkabili, tunamkabili kwa ushindi wa kipekee, kwa ushujaa wa kipekee, tunapoamini kwamba Bwana Yesu yu hai ndani ya maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu anakuandikia barua siku ya leo na anakuambia kwamba anakutambua pale ambapo ulipo, anakutambua na maisha unayoishi, anakutambua na mapito unayopitia, na katika hali kama hiyo anaweza kukuwezesha kukamilisha yale ambayo yameanza ndani ya maisha yako. Haleluya. Akai ndani ya magoigoi, kwa ninasema hivyo, wenye uoga. Anakandani yule ambaye anasema liwe liwalo nitasimama, liwe liwalo nitaomba, liweje mimi nitasimama, nitasema. Litakaribika kwa ajili ya kufikiria
ni magumu vipi, ninaona ni kitoboa. Haleluya. Hatutoboi kwa mdomo, tunatoboa kwa imani. Hivyo unakiri kwa kinywa chako huwa ni kweli iko hivyo ndani yako. Isiwe ndani ya moyo unatetemeka unasema kisha kitakuwa kweli. Alafu kwenye kinywa unasema mimi ni mshindi katika Bwana. Ule ushindi utoke ndani ya moyo wako. Nia yako itakasike, iingiliane na mawazo katika moyo wako. Na iambatane na lile unalolinena katika kinywa chako. Hautang'ang'ana hata kunena maneno mengi, jambo litatimia kwa jina la Yesu. Haleluya. Siku ya leo Bwana Yesu yu hai. Amefufuka kutoka kaburini. Na amefufuka na amepaa na ameenda juu. Na ameketi katika mkono wa kuume wa Bwana Mungu. Haleluya. Aliyetuumba. Na pale alipo, neno linasema ya kwamba hajaketi bure. Hajakosa kazi ya kufanya, anatuombea. Haleluya. Wewe maombi yako yameomba mwamba kulingana na wewe. Unaona ni kama unaomba nadhiri. Wewe maombi yako yametengwa, haviendi. Kianza kuomba hivi unakodoa macho. Na angalia tena unasimama, unaamka, unaketi. Wewe ukianza kuomba, unaona mambo ambayo huyaelewi, unasema kwamba mimi naona hakuna mahali ninaenda, nimevamia. Yuko mwingine anayetuombea, na hiyo ndio kazi anayofanya kule juu mbinguni. Anaitwa Bwana Yesu Kristo. Na maombi yake yamekamilika. Maana yeye atakayeamini kwamba Yesu anakuombea, atakayeamini kwamba imani yako imeletwa katika yeye aliyekusimamia, huyo mtu yuko salama mahali hapa kwa jina la Yesu. Na huyo mtu hataaibika mahali hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Yesu yuko hai kwa ajili yako na mimi. Na akiwa hai, anapeana uhai ndani yako. Akiwa hai, nyumba yako itakuwa na uzima, itakuwa hai. Kupepetwa ndio mtindo wa maisha. Kujibiwa vibaya, ukienda kuomba, naomba unisaidie, mtu anakuambia nikusaidie kwani mimi nilikuleta hapa. Hayo ndio majibu tunatarajia ndio ulimwengu huu. Bwana Yesu hataweza kukupatia majibu kama hayo. Ukienda kukopa kaloni mahali unaambiwa, wewe hata nikikuangalia vizuri wewe mama, wewe hata sioni kama unakaa mtu wa uwezo wa kulipa hii loan. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndipo amekuja. Lakini Bwana hawezi kukujibu majibu hayo. Bwana Yesu anakuambia kwamba hayo yote unayohitaji, mimi nakupa mara nyingi kuliko vile unavyohitaji. Unapoomba mlango, ninajibu ombi lako katika viwango vya juu sana kuliko wewe unavyoomba. Siku moja unaomba pikipiki, Bwana Yesu anakuletea tukutuku mbili. Hata hiyo pikipiki imeisha kabisa, ama story yake imeisha. Uko na tukutuku mbili. Siku moja unaomba unga wa sima mfuko moja, unaletewa bandari moja mpaka na unga la ngano na mafuta ya uchu. Alafu unasema nayo yametoka wapi na siku yaomba? Bwana Yesu anajibu ombi la mtu kuliko ile unavyoomba. Ameona kiwango cha mahitaji yako. Ameona vitu ambavyo vinaanza kufa ndani ya maisha yako. Yeye amefufuka ili vyote ndani yako vifufuke. Bwana Yesu asifiwe. Leo kwa Jumapili wa kusherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo. Sikiliza, yaliyokufa ndani yako yanafufuka kwa imani. Mauti yalikuwa yamekanda, kuna uzima katika jina la Yesu. Tumaini yalikuwa yamekufa, yako katika jina la Yesu. Kama ndoa ilikuwa imekufa, inarudishwa katika jina la Yesu. Kama biashara ilikuwa haishiki tena,
anakupenda sana wewe uliye hapa. Hata kama adui amekuchukia, hata kama nani amekuchukia, hata kama wamekufikiria, kitia Bwana jambo moja, Bwana Yesu peke yake wangu yu hai. Hata niacha hata siku ya mwisho, atanishika mkono, atanitetea, maana kwa upendo wake amenifia. Haleluya. Haleluya. Ziko siri za ufalme ambazo ukizijua hautapepetwa na mawimbi yanayopita leo na kesho ya msimu tu, ya mizimu tu. Ziko siri za wokovu, misingi ya wokovu iliyowekwa tayari, ambayo ukielewa na ukiikumbatia hautababaishwa na vitu vinavyopita. Shida ya leo katika ulimwengu na kanisa la leo, tunataka mambo ya haraka ya papo hapo. Tutaki kuchukua gharama, hatutaki. Ukiambiwa subiri, endelea kuomba, unaona unateswa, unaona hakuna Mungu. Unakimbilia mahali ambapo utapata shortcut. Ndio wengi wanatoka katika wokovu. Dunia ya leo, kanisa la leo, watu wamekosa subira. Wanataka wapate vitu kwa wakati wao, bali si wakati wa Mungu. Anataka kuongolewa masaa yake anayotaka yeye. Anataka abarikiwe pale ambapo anamesema mimi nataka saa hii. Lakini kumbe Mungu ana wakati wake. Yeye mama ataruhusu kwa maisha yako ili akuruhusu kupitia kupata mafundisho fulani. Kwa sababu hata mtu kuna vitu kabla haujapewa lazima utayarishe. Haleluya. Amen. Kabla Bwana Yesu kunipatia kanisa, alitayarisha. Aliruhusu nikapitia mambo fulani ili wakati alipotuma ujumbe kwamba nifungue, nilienda nikaamini, nikasema hii ndio njia, hakuna ingine. La sivyo ningetilia shaka mpaka sasa hivi. Kuna vitu visipotayarishwa katika maisha yako, hautabeba hata muujiza wako, haitakusaidia. Utakuwa uko nao hivi lakini unaona kukusaidia. Yuko mwingine anayetamani nafasi uliopo wewe, lakini wewe huoni muhimu wa hiyo nafasi yako. Wokovu uliopokea sio aibu. Yuko mtu anatamani angepata neema ya kusimama ndio umesimama wewe, ambaye unaomba asubuhi, unaomba mchana, unaomba usiku, unaomba kila wakati. Mtu anasema ningepokea hiyo neema ya kusimama, niache ulevi, niache bangi, niache hivi mambo yangu ninayofanya. Mimi naona leo maisha yangu yamekuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko na nafasi nzuri sana katika ufalme wa Mungu. Yanayokubabaisha ni mambo ya kawaida ambayo adui anatumia kuondoa watu katika njia iliyo sawa. Lakini naye ukijua na ukipata siri siku ya leo ya kwamba mteteaji wako, mpenzi wako wa kipekee, ambaye hakuna mtu atakupenda kama huyu, mwanadamu atakuacha siku moja, mwanadamu atakete atakusengenya, hata kama mmeoana, mwanadamu atampigia sumu kwa chakula, hata kama amekuoa, hata kama umemuoa, mwanadamu atakufukuza hata kwa nyumba siku moja ambayo ni kwenu, na akakufungia mizigo yako. Lakini Bwana Yesu hatawahi hata siku moja. Ni mpenzi wa kweli hadi siku ya mwisho. Haleluya. Hata mngetembea sana, mngetembea tu sijui mnafanya nini ili dunia yote, kaburi itawatenganisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana upendo wa mwanadamu unaishia kaburini. Siku zaja neno linasema wawili watakuwa wakilala pamoja, mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Kitabu cha Mwanzo. Watakuwa wakisaga pamoja ama wakitwanga pamoja, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Huo ndio mwisho wa upendo wa ulimwengu huu, upendo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaja mahali pamoja sawa sawa. Wanaweza kufa wawili kwa ajali wote, mtu na mwenzake, lakini sio lazima wote wapatane tena waende mbinguni. Mbinguni hakuna mke na mume, hii inaisha hapa duniani. Mbinguni hakuna kijana na mtu mzima, hiyo umri wako inaisha hapa. Kule ni madani roho na roho tu, ya spirit za roho. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuna barua tu yamekuandikia siku ya leo na umeletewa. Wewe kuna ripoti umepokea kutoka kwa kambi lao, wale ambao wako kinyume na wewe. Wacha nikwambie, kuna barua yao, barua ya mauti,
tunachukua siku ya leo. Hiyo ndio kwanza ambayo tunabeba, tunaenda nayo na tunaishi nayo katika maisha yetu. Kutoka katika kilindi cha moyo wako ushapata ushindi hata mahali umebabaika. Hiyo neno limetosha kuniponya. Hiyo neno limetosha kunipatia fedha. Limetosha kunipatia ndoa nzuri. Limetosha kunipatia biashara ninayotamani. Limetosha kuinua huduma yangu. Limetosha kunipa watoto. Limetosha kunipatia mashamba. Limetosha kunisaidia nijenge nyumba. Ndio neno la kujenga maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Masikio yako wewe yalisikia mambo yako mwenyewe kulingana na vile walivyokupangia. Wewe walikuongelesha kwa ndoto na wakakwambia hautatoboa. Wewe unasikia kwa madirisha yako wakikusaidia kabisa. Hata wakisema kwamba huyu wacha tumuone na kifanya ameokoka, wacha tumwangalie tafika wapi. Wewe masikio yako yalisikia wengine unapangiwa wakisema kwamba ni fine kutaeleweka. Mwambie ripoti yenu ilivyoingia na sikio moja nataka na sikio nyingine haitakaa kwa moyo wangu, maana ndani ya moyo wangu inakaa ripoti ya sawa, barua ya kweli, barua yenye ushindi, barua yenye neema, barua inayonipangia mema, barua inayonieleza ukweli wa yule mwandishi. Maana wewe wanadamu unasema uongo, lakini Yesu ni kweli. Yesu ni kweli kwa maisha yako, anaishi ndani yako. Imekosa neno aliyokuandikia siku ya leo. Hayo yote wanaishi kwa maisha nayo ni muda tu. Mwambie Bwana Yesu kama hii imepita na mimi nitasoma mbele nitakanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haijalishi walikuja kwa njia gani, haijalishi walikuja kwa njia gani katika maisha yako, haijalishi walijipanga vipi. Anasema watasambaratika, wataenda kwa njia sana tofauti tofauti. Yoyote kinyume na maisha yako siku ya leo hawatapatana tena kwa kauli moja. Lazima uache kwa njia yako ukitembea, lazima uache na nyumba yako ukitunza, lazima uache na shamba lako ukilima, lazima uache na biashara yako ukitunza, ukiuza na uuze kuliko vile unaweza mpaka uambiwe umetumia madawa. Haleluya. Kwa Yesu hakuna kubahatisha. Kwa Yesu hakuna kubahatisha. Kwa Yesu hakuna kubahatisha. Mambo yake yanafanyika kwa wakati. Lazaro amekufa, ananuka kaburini siku ya 4. Watu walishamzika, wamesahau story yake. Hakuna mtu hata tutaweza kufanyika. Hata hujui kuna njia yote za kuelezea. Huyo ameenda. Dada zako wanamlaumu Yesu Kristo. Wanamwambia kwa nini ulichelewa wewe rafiki yako kama amekufa? Tulikupa habari kama yuko mgonjwa na ukachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu akalia. Lakini baada ya kutoa machozi yake akamwambia, usijali. Ndugu yetu amelala tu na tabu. Yesu akaenda kaburini kuita, Lazaro, amka. Lazaro anatoka kwenye kaburi, mwili unainuka na kuja. Watu waliosema hapa tumemaliza, tumekula nyama, tumemaliza, wanashangaa na hivi nini imefanyika. Washakaja kaburi na kuja pale, wamekimbiliana maua yao. Sasa hiyo mtu iko radhi anunue maua ya 2000 na wewe kuna dada yako nyumba yako angekupata shilingi 100. Lakini sasa hiyo umezipa maua yanayolewa makubwa. Hata aliyekataa kukanyaga mji wako, hata mwenye alikuwa anakupita na mbali na wewe ndugu yake kuzaliwa pamoja, siku ya leo sasa ananunua maua kubwa na leta. Unafikia mwanadamu unafikia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huwezi kujua idadi ya maadui zako na usikia, huwezi. Idadi yao ni kubwa kuliko wale ambao unawaona. Lakini malaika
malaika ni wengi kuliko wao wote, na wakikulinda wewe uko salama. Hakuna atakayeakilisha kauli ya Kristo juu ya maisha yako. Kama vile atenavyo uamini neno lake, hivyo ndivyo litakuwa. Hata kama umepeleka mwisho wako uone hakuna kitu sijaribu, huku nimeenda, huku nimeenda, hapa nimetoa, hapa nimelipia, huku nayo nimebeba, huku nayo nimefanya nini, ni wapi sijawahi enda, kama huku pia bado sioni matokeo, basi mimi sioni kama hapo kuna jambo lolote. Hapo ndio Yesu anakuja. Yesu anakuja mtu amefika mwisho. Alikuja maisha ya Lazaro yashaenda. Haleluya. Amen. Ndipo hautaita muujiza. Hautaita muujiza. Kitu ambacho maana inafanyika haitawezi kuwa muujiza kwako. Muujiza ni ile ambayo hauna mawazo, hauna fikra, hauna hata tumaini kwamba litakuwa. Na kama tunaona vimekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipata kutoka kwako ni kimoja tu. Imani kwa imani yako yote ni kwake. Bwana umemaliza. Mimi Yesu anasema. Maana kule kwa baba yako kuna makao mazuri naenda kuandalia, ili nitakaporudi niwachukue nanyi muende mukae nami pale ambapo nitakuwa. Faith alone. Kwa imani tu. Jenga imani yako. Weka imani yako pale ulipo. Wacha nikupe siri. Ukisikia moyo umechoka na maisha, kwa sababu umejaribu hapa haujafaulu, ukajaribu hapa hujafaulu, unajaribu hii na bado iko hivyo, hata yenyewe na kule ndio unaona kuna shughuli kubwa zaidi. Hapo kwa Kristo anaenda kufa matumaini. Na inaenda kabisa. Matumaini yanaenda kufa. Tafuta neno moja ambalo Kristo amesema na ahadi moja katika neno lake. Shikilia hiyo na uimbe hiyo throughout. Itakuinua. Bwana asifiwe. Amen. Naweza kuwa hiyo ahadi katika wimbo. Imba tu. Amua tu uimbe tu. Machozi yaje, furaha ije, huzuni ije, bado kuna ujumbe katika huo wimbo ambao ni ahadi. Utasikia inakolea ndani yako, inakolea, inazama. Kadri unavyoimba na unavyopenda kuimba, ule ujumbe utazama na mwisho utasikia kama ilikuwa sehemu yako. Sasa utasikia mwili kama unataka kufunguka. Unasikia mwili unaanza kufunguka kwa sababu ile neno limekaa katika moyo wako, imeanza kuingiliana na mwili wako na mawazo yake yameanza kupelekwa katika sehemu ama direction ya ule ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini yake Mwokozi atanitosha. Anaweza ndani yangu, anaweza Yesu anaweza. Unapoendelea kuimba, unapobadilisha maneno, unasikia mwili unapata nguvu. Uwepo mwingine unakuingilia, unaanza kuona kumbe Yesu yuko karibu na mimi, kumbe hili neno lake ni kweli. Kumbe haya yote yakiisha unayoyaona hapa, kumbe yataisha. Maana Mungu anasema yote yakiisha na Mwokozi atanitosha. Kwa hivyo hata hii nayopitia kumbe itaisha. Na hakuna kitu kinatia moyo wakati unaona ahadi ya kwamba kuna mwisho wa ahadi unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Unapopitia magumu, unaona ni kama milima, unaona ni kama bahari, unaona majaribio yote hayafaulu, basi vitakuwa lini? Ni kweli vitakuwa. Sioni. Alafu utasikia yote chini ya kuisha. Kwa hivyo haya ni hapa chini. Kumbe magonjwa ni hapa chini. Mbinguni hakuna magonjwa. Kumbe hiyo fukara ni hapa chini. Kumbe huku kutekana ni hapa chini. Kumbe
hii njaa ni hapa chini. Kumbe hii yote hiyo unayosema maneno mabaya na jina baya kuitwa, kumbe ni hapa chini. Kumbe yataisha. Bwana Yesu asifiwe. Ya nguvu na matumaini kwamba unaanza kuona unasema Bwana sasa nisaidie nianze kuona mwisho wa haya yataisha vipi, yataishaje, maana umeniambia yataisha. Unaposhikilia ahadi kwa ya Bwana unaanza kuona ukweli na uwezekano wa ile hadi kuisha. Na baada ya kwamba unayanaisha, wimbo unasema Mwokozi atakutosha. Bwana asifiwe. Amen. Unamdai mwambie nipe wingi wako Jehova ndani yangu. Nipe tu wingi wako. Nitoshe tu, nitoshe wewe tu. Maana haya haenda nitoshe. Haya ameniudhi. Wewe nitoshe tu. Haya yanapoisha wewe nitoshe tu. Katikati ya haya ambayo napitia nitoshe tu. Wewe utoshe tu juu ya maisha yangu. Utasikia nguvu nyingine ya kipekee. Na hivyo hali utakazidharau. Utaanza kuziona kumbe ilikuwa ni mawimbi yaniondoe katika njia. Kumbe ilikuwa ni jambo tu limepangwa tu ili mimi niogope niondoke, lakini hakuwa na kitu. Huo ndio wakati ukibabaika. Huo ndio wakati ukiacha Mungu. Huo ndio wakati ukikata tamaa kuomba, ndio unasikia kitu kimefanyika kisichokuwa sawa. Bwana Yesu akae ndani ya moyo wako alipofufuka. Tunaposherehekea kufufuka kwake, kifo chake kilishinda nguvu za dhambi na nguvu za mauti. Ndio maana baada ya kufa kutakuwa na kufufuliwa. Kabla ya hiyo hakukuwa na kufufuliwa. Ni mpaka kifo chake alifufuliwa ili nasi tufufuliwe. Sikiliza, huu mwili umebeba mambo yote ya ulimwengu. Huu mwili ni ishara ya mapito yote ya dunia hii. Kwa hiyo ukiona kucha zako, jua kwamba kuna vitu katika ulimwengu vinafanana na hiyo. Mwili ni ishara, ni symbol. Huu ni mchanga na ni udongo, na vitu vyote vinavyohusu dunia hii ni vya udongoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akamwambia Shetani akumpangia Ayubu mabaya. Mwambie mjaribu tu fanya yale unayoweza yote. Hili jambo la kwanza, ukigusa roho yake atakukemea. Wewe niwaambie Shetani hakumua Ayubu. Haleluya. Amen. Because kumua Ayubu ni yeye amepata roho yake, hakupata roho ya Ayubu. Ayubu alimkemea. Na mke wa Ayubu akamwambia, unateseka hivi muda mrefu kwa nini alafu unasema unaenda kanisani? Hapo unamwabudu Mungu. Huyo Mungu amekusaidia nini Mungu na wote na bado unapitia haya? Si mtukane huyo Mungu alafu ukufe tayari. Bwana asifiwe. Hapo ndipo tunafikia na majirani zetu na familia zetu na wenzetu, wapendwa, marafiki. Huu ni ushauri watu tunapokea. Unaona kitu kimengoja sana na unaenda kanisani na unatumikia Mungu, utaanza kusema, "Bwana mimi nasaidia watu na mimi nikikoma hivi, hali yangu haikuna mtu ananikujia. Bwana mimi napitia hiyo na watu wananiangalia tu." Hiyo sasa ni lugha ya pepo. Mwambie tayari kwamba sina haja na ulimwengu huu, lakini Bwana Kristo amelinda roho yangu na niko mahali salama, nitaishi nikimtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio rahisi, lakini inawezekana. Unayopitia leo sio rahisi, lakini itawezekana. Na ukishajua inawezekana, dai hiyo, shikilia tu hiyo ndio yako. Wakati wa shida, usikiri kushindwa, usikiri kuondoka, usikiri kuachwa, kile kushikiliwa na Mungu, kile kuwezeshwa na Mungu, kile kuzingirwa na malaika, kile kupata ushindi, na hivyo ndivyo itakuwa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Asante. Kunipenda na kunifia msalabani. Ufufuo wako siku ya leo umenipa uhai na uzima. Kuanzia sasa unaishi ndani yangu na mimi niko hai, na yote yaliyo ndani yangu yamepata uhai na yataishi, na wote wa familia yetu wako hai na wataishi katika jina la Yesu. Ututetee siku ya leo, maana umetupa ushindi katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini, naamini hivyo vile umesema.